Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Karibu katika tafakari hii ya siku ya leo, tafakari ya kutujenga na kutuimarisha katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunapoendelea na mfungo huu wa Kwaresma. Mwenyezi Mungu anaendelea kutualika kupitia maandiko matakatifu tukae watu wa kutenda huruma, kufanya toba na kukumbuka kule tulikotoka. Basi kabla ya kuanza tafakari hii, ningependa kuwakaribisha tuendelee kusubscribe katika channel yetu ya Tafakari Tena TV inayopatikana katika mtandao wa YouTube, Facebook, tuweze kupata tafakari za kutujenga na ziweze kutufikia kwa wakati. Karibuni sana. Basi siku ya leo tafakari yetu itatoka katika somo la kwanza. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 58 aya ya 9b mpaka 14, na somo la pili linatoka katika kitabu cha Luka sura ya 5 aya ya 27 hadi ya 32. Basi katika somo hili la kwanza la Nabii Isaya tunaona linatufundisha umuhimu kuhusu aina ya funga ambazo Mungu anahitaji watu wake waweze kuzitenda au kufunga. Kwanza kabisa tunaona funga ya kweli ni kutenda huruma kwa wengine. Basi katika kipindi hiki cha Kwaresma, kama tunavyoendelea kuagizwa na kusisitiziwa kutenda matendo ya huruma, hasa kuwajali wale wenye uhitaji, kuwasaidia wale wasiojiweza, Mwenyezi Mungu anaendelea kutualika hasa katika somo hili akipitia kinywa cha Nabii Isaya kwamba tuendelee kutoa huduma kwa wenzetu na kufanya matendo ya huruma. Na ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 44 hadi 45, tunaona Waisraeli wa awali walikuwa wanashikamana na walikuwa na ushirikiano mkubwa, na walikuwa wakishirikiana na mali zao kwa ajili ya kuwahudumia wenye uhitaji. Basi na sisi tunaalikwa tukaige mfano wa Waisraeli, tukae watu wa kushikamana, tukae watu wa kuwahudumia wenzetu wenye uhitaji na kuwasaidia. Hiyo ndio funga anayoipenda Mungu. Mungu anahitaji funga yenye huruma kwa wengine na kuwajali wenye uhitaji. Vile vile tunaona tukiwa na funga ya kweli tutaweza kujibiwa maombi yetu tunayoomba. Nabii Isaya anasema tukimwomba Mwenyezi Mungu yeye yupo tayari kutusaidia. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 aya ya 7 hadi 8 nasema, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, na tafuteni nanyi mtapata. Basi Mwenyezi Mungu anatualika tutembee na maneno haya, tumuombe kwa kuwa yeye yupo tayari kutusaidia, akipitia katika njia tofauti hasa kwa wenzetu wenye uhitaji pale tunapowasaidia. Basi vile vile katika somo hili la Injili tutaweza kuona baraka za Mungu kwa wale wanaoishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Nabii Isaya anasema kwamba kama tutafanya mapenzi ya Mungu, mwanga wetu utachomoza kama asubuhi, na Mungu atatufanyia kuwa kama bustani iliyo na maji. Basi Mwenyezi Mungu anatutaka tukae na funga yenye kumpendeza. Tukifanya funga ya kweli na yenye kumpendeza, tukaitimiza kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, tutapata baraka za Mwenyezi Mungu. Na vile vile katika Zaburi sura ya 1 ya 3 tunasoma, yeye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, unaozalisha matunda yake kwa wakati wake. Basi Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tukiwa na funga ya kweli, basi na sisi tutakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito unaozalisha matunda yake kwa wakati. Basi na sisi tutaweza kuzalisha matunda hasa ya kuwasaidia wenzetu na kuweza kufikia ufalme wake. Vile vile katika kitabu hiki cha Nabii Isaya na somo hili tunaona Sabato na kuishi katika mapenzi ya Mungu. Isaya anaongezea huku akisema kuwa kama tutaheshimu Sabato na kuifurahia, tutapata baraka kubwa kutoka kwa Mungu. Basi Mwenyezi Mungu kupitia kinywa cha Nabii Isaya anatualika tukaiheshimu Sabato, tukae watu wa kuiheshimu Sabato
Sabato iwe siku ya Bwana, siku ya kumwabudu Bwana, sio siku ya kufanya kazi, kujishughulisha na mambo ya kidunia hii, bali ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 2 aya 27, Yesu alisema Sabato imefanywa kwa ajili ya mtu na sio mtu kwa ajili ya Sabato. Basi kwa hiyo tunajua kwamba Sabato ilifanywa kwa ajili ya mtu na sio mtu kwa ajili ya Sabato. Kwa kutambua hivyo, basi tutaweza kuishiriki vyema Sabato hiyo na kuitendea haki. Mwenyezi Mungu anatualika tukaitendea haki, tuache mambo ya kidunia. Siku ya Sabato tukamfuate na kwenda kusali kwa ajili yake, kwa sababu Sabato iliwekwa kwa ajili ya mtu na sio mtu kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo sisi tusiwe na mamlaka ya kuizuia Sabato na kutoishiriki Sabato hiyo. Vile vile funga inatufanya kuwa na uhusiano bora na Mungu. Basi tukishiriki vyema katika mfungo huu wa Kwaresma, tutakuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kama tunavyoona katika somo la Isaya, funga ya kweli ni ile inayotufanya tuwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Basi ukiwa na Kwaresma njema, Kwaresma kumpendeza Mungu, utakuwa na uhusiano wa karibu na Mwenyezi Mungu na utakuwa mtenda matendo mema, na unaweza kuwa mmoja wa watu wanaoweza kufika mbinguni kupitia funga yako utakayoitimiza, hasa kipindi cha Kwaresma. Na ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 15 aya 5, Yesu alisema, mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana matunda mengi. Basi kwa kuzingatia mstari huu, tutaweza kuishi na funga yetu itakuwa ni njema, kwa sababu Mungu anatualika. Yesu mwenyewe anasema yeye ni mzabibu na sisi ni matawi yake, na huyu atakayekaa ndani yake yeye huzaa, naye atakaa ndani yake na atazaa matunda mengi. Basi tukiwa na Mungu tutaweza kuzaa matunda yaliyo bora, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tukikaa na Mungu, tukikaa na Yesu, tukashiriki vyema mateso yake, tutakuwa na funga bora na ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Vile vile tunaweza kujenga uhusiano bora na watu wengine kwa kufunga vyema. Basi tukiwa na funga njema na tukifunga vyema, tutaweza kuwa na uhusiano mzuri na wenzetu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya 17, inasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma yake, je, upendo wa Mungu upo ndani yake? Tunaulizwa swali hilo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 hadi ya 17. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba tukimwona mwenzetu au wenzetu wenye mahitaji na tusiweze kuwasaidia wakati tunahitaji, je, upendo upo ndani yetu? Ni maswali tunaoulizwa mimi na wewe. Basi Mungu mwenyewe anatualika tukae watu wa upendo katika funga hii, katika Kwaresma hii ikawe matumaini kwetu. Matunda ya funga ya kweli ni baraka na furaha ya milele. Basi katika somo hili la kwanza tunajifunza kwamba matunda ya funga ya kweli ni baraka bora na ya kufurahisha milele. Tukiwa na funga ya kweli, tukitenda matendo mema katika Kwaresma hii, na tukiwa na Kwaresma inayompendeza Mwenyezi Mungu, tutakuwa na furaha ya milele, hasa huko mbinguni. Kwa kumfuata Mungu kwa dhati katika funga ya Kwaresma, tunapata maisha ya baraka, furaha na utukufu wa milele. Basi tunaalikwa tukamfuate Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma, tukawe na funga ya kumpendeza Mungu na ya kufurahisha machoni pa Mwenyezi Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 aya 3 hadi ya 12, tunaona Yesu alitoa heri 8 kwa wale watakaoishi haki. Aliwahakikishia kuwa watapata furaha ya milele katika ufalme wa Mungu. Basi na sisi tukazingatie na tukaishi zile heri 8 alizotoa Yesu mwenyewe, na kwamba atakayeishi hizo heri 8 ataweza kuishi maisha yanayompendeza Mungu na ataishi maisha ya furaha na atakuwa na furaha ya milele, na katika ufalme wa Mwenyezi Mungu atapatiwa furaha. Basi katika kipindi hiki cha Kwaresma tuendelee kujiweka tayari kwa ajili ya Pasaka, kujiandaa na kipindi cha Pasaka. Tuendelee kutenda matendo mema na matendo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, tukijua kwamba Kwaresma ni kipindi cha kutenda matendo ya huruma, kufanya toba
na kufanya mambo yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Tukaache basi mambo ya dunia, tumfuate Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Mwenyezi Mungu anatuhitaji, watu wengi wanahitaji sala zetu, tukafunge kwa ajili ya wenye uhitaji. Kama unacha kumsaidia mwenzako mwenye uhitaji, basi Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresma anatualika tukae watu wa kutoa msaada kwa wenzetu, tukae watu wa kutenda matendo ya huruma kwa wenzetu, tuwaonee huruma wale wenye uhitaji na wasiojiweza. Hiyo ndio Kwaresma anayoipenda Mungu, hasa tukizingatia tafakari iliyotolewa kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya. Hii inatujenga na kutuimarisha, na kwamba tukifanya matendo ya huruma tutapata baraka na furaha ya milele. Na Mungu alisema kwamba atakayetimiza haki zake na atapata furaha na heri 8 huko mbinguni, furaha ya milele. Basi tusije tukazikosa hizo heri 8 alizotupatia Mwenyezi Mungu Yesu tukisoma katika Mathayo sura ya 5 aya ya 3 hadi 12. Basi Mwenyezi Mungu anaendelea kutukaribisha na kutualika tuendelee kutenda matendo ya huruma. Baada hatujachelewa, tuendelee kufanya toba na kutakasa mioyo yetu, ili Pasaka itukute tukiwa na mioyo iliyo safi na kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Basi msikilizaji wetu wa tafakari yetu Tena TV, umeweza kusikiliza tafakari kutoka katika studio hizi za Tafakari Tena TV. Basi tunaendelea kukukaribisha uendelee kusubscribe katika channel yetu ya YouTube inayoitwa Tafakari Tena TV, ili usipitwe na tafakari hizi za kutujenga na kutuimarisha kimaisha. Tumsifu Yesu Kristo.